Naam, Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii. Imempendeza Mungu leo tena kuwa studio hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Leo title yangu inasema Mungu ameiweka baraka yako kwa mtu mwingine. Mungu ameiweka baraka yako kwa mtu mwingine. Ndugu zangu, ni muhimu kujua kwamba kwenye maisha tunayoishi, tunaishi maisha tukitegemeana na wengine. Maisha yako unayoyaishi, ili usogee na kupiga hatua, unahitaji mtu mwingine. Tunapozungumza kwa habari ya baraka za Mungu juu ya maisha ya mtu, hizo baraka za Mungu anakuwa ameziweka kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka uelewe kwamba baraka yako iko kwa mtu mwingine. Ndiyo maana ni muhimu sana kuthamini watu wengine. Usiwe na maisha ya kudharau watu, kwa sababu watu wamebeba baraka yako, na baraka yako iko kwa mtu mwingine. Kwa maana nyingine tunaweza kusema tunaishi kwa kutegemeana na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ngoja niseme kitu. Ukiangalia kwenye Biblia yote, utaona kila baraka zinazokuja kwa watu kutoka kwa Mungu, Mungu anaziweka kwa mtu, alafu ndio zinakuja kwa mtu. Yaani Mungu anaachilia baraka ili kufikie wewe, inafikia kwa mtu mwingine. Kwa mfano, tukisoma kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 na ule mstari kuanzia wa kwanza. Biblia inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa andiko linasema kwamba itakuwa utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, sawa, kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo hivi leo. Sasa ona, hapa ni Mungu anakwenda kuachilia baraka kwa watu, si ndio? Lakini anapokwenda kuachilia baraka kwa watu, unaona huyu anayezungumza hapa anakuwa ni Musa. Anasema itakuwa utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Sio anaoagiza Mungu, anayoagiza Musa. Lakini lengo ni kwamba baraka ziwapate watu. Lakini anayeagizwa kwanza Musa, ili watu wasikie kutoka kwa Musa. Watakaposikia yale Musa anasema, ndipo waingie wao kwenye baraka. Anasema baraka hizi zitakujiria na kukupata usikiapo maagizo ya Bwana ni kuagizayo leo. Manake kabla ya wao kuagizwa, ameagizwa Musa kwanza, amekaa nayo Musa. Ni baraka kwa watu, ila ziko kwa Musa. Kwa mahusiano yako mazuri na Musa, atakwambia mambo ambayo Mungu amemwambia nini watu wafanye ili waingie kwenye baraka. Maisha yako mabaya utakao kunaishi na huyo Musa yatakufanya Musa asikuambie nini Mungu amemwambia, awaambie watu nini ufanye ili uingie kwenye baraka. Kwa nataka ujue kwamba tunaishi kwa kutegemeana. Baraka zako wewe ziko kwa watu wengine. Namna ambavyo unaweza kuishi na watu vizuri, ndivyo ambavyo unaweza kuingia kwenye baraka. Maadui wanaweza kupanga mambo mabaya kukuhusu.
Mungu akakuinulia watu, unaona, anakuinulia watu ambao watakusaidia dhidi ya hao maadui. Si kwamba atashuka yeye kama yeye. Unaona, anatokea tu mtu anakuwa mtetezi wa maisha yako. Sasa ni vizuri unapokuwa unaishi popote kuheshimu watu wengine pasipo kuangalia uwezo walionao, pasipo kuangalia sifa walizonazo, ili mradi ni watu, basi heshimu watu, kwa sababu Mungu anaweza kuwatumia hao uliowadharau kukuinua. Anaweza kuwatumia hao ambao unaona hawafai kukuunganisha na jambo fulani ambalo linaweza kuwa jema juu ya maisha yako na kufanya kunyanyuka. Kwa baraka yako wewe iko kwa mtu mwingine. Kuokolewa na Mungu, unaona, tunasema kwamba Mungu amenitetea, lakini kimsingi wanakuwa ni watu wamehusika kwenye maisha yetu kututendea vitu fulani ambavyo sisi tunasema tumemwona Mungu. Kwa hiyo Mungu hutumia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hutumia watu wengine ili wewe uingie kwenye baraka. Haleluya. Kwa mfano, utasoma kwenye Biblia, mfano kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10, mstari ule wa kwanza, utaona Biblia inavyozungumza. Nasema, palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, jemedari wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 6 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia, Kornelio. Akaendelea, akamwangalia, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa tuma watu Yafa, ukamwite Simioni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja, jina lake ni Simioni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani huyu ni Kornelio, anamwomba Mungu daima. Biblia inasema ni mcha Mungu na anatoa sadaka akiwapa watu mara kwa mara. Siku hiyo wakati anaomba, wakati wa mchana, akaona malaika ameshuka, na malaika anamwita, akaogopa, akaambia, kuna nini? Akasema, sala zako na sadaka zako zimeshafika mbinguni kwa Mungu. Nimekuja hapa kwa sababu ya zile sala zako, nimekuja hapa kwa ajili ya sadaka zako ulizozitoa, zimefika mbele za Mungu kwa ukumbusho. Angalia majibu ya Mungu anayomletea Kornelio. Anamwambia, kuna jambo limebakia, uchukue watu wako, tuma watu waende Yafa. Huko Yafa kuna mtu anaitwa Petro, ni mgeni wa mtu mmoja kwenye huo mji. Tuma watu wakamwite huyo mtu, ana mambo ya kupasayo kutenda, anatakiwa kukueleza. Okay, kwa hiyo sasa haya ndio majibu ya Mungu. Ungeweza kuuliza, kwa nini Mungu sinieleze wewe mpaka unitume kwa mtu? Yaani Mungu umekuja, umeona maombi yangu nimeomba, nimetoa na sadaka zangu zimepata kibali mbele zako. Badala uniambie nini napaswa kutenda, unanituma tena kwa mtu. Kwa nini Mungu anakutuma kwa mtu? Kwa sababu wanadamu, Mungu ametuumba kwa namna ya kuishi kwa kutegemeana. Tunaishi kwa kutegemeana. Kitu ulicho nacho wewe mwingine hana, ila ana kitu ambacho wewe hauna. So tunaishi kwa kutegemeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sasa tuma watu kwenda Yafa, kuna mtu. Kumbe kwenye maisha kuna watu wana maelekezo kuhusu wewe
hawajui wakupate wapi. Kuna watu wana maelekezo kuhusu wewe, lakini mwenendo wako ukiwa mbaya wanaweza wasikwambie. Unaweza kunapita kwenye hatari, lakini kwa sababu unaishi na watu vibaya hawakwambii hatari iliyopo. Unaweza kunaenda mahali watu wanajua kabisa huko watu wanakokwenda huwa wanaangamia, watu wanakuacha ukaangamie kwa sababu huna mahusiano mazuri na watu. Ni muhimu sana wewe ambaye umeokoka kuwa na mahusiano mazuri na watu. Usiache kuwa na mahusiano mazuri na watu kwa kigezo cha kusema wale hawajaokoka, mimi nimeokoka. Hapana. Mungu anataka tuwe na mahusiano mazuri na watu. Unapokuwa na mahusiano mazuri na watu, hata hao ambao hawajaokoka, wewe ndio utawasogeza waje kwenye wokovu, kwa kupitia namna ambavyo unaishi vizuri na watu. Lakini nataka nikwambie, baraka yako iko na watu. Nitoe mfano wa kawaida tu. Pengine wewe ni mfanyabiashara na hauna mahusiano mazuri na watu. Una majibu mabaya, una kauli mbaya, lakini mfanyabiashara. Unadhani kuna mtu atatamani kuja kukuungisha biashara yako kwa kauli zako? Unadhani mtu atatamani achukue pesa yake anunue kitu kwako kwa sababu ya kauli zako ni mbaya? Huna mahusiano mazuri na watu. Kwa kuna vitu vingi tunavikosa kwa sababu tu ya kutokuwa na mahusiano mazuri na watu. Kuna baraka nyingi tunazikosa kwa kutokuwa na mahusiano mazuri na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ona, tuseme Kornelio yeye anagombana na mwanadamu mwenzie anaitwa Petro. Wana ugomvi mkubwa. Kornelio anajiona yeye ni tajiri, anajihesabia haki pengine kwamba yeye anatoa sana sadaka, lakini hana mahusiano mazuri na watu. Ila anakuwa na kauli, mimi Mungu akinielewa imetosha. Sio Mungu akuelewe, na sisi tunatakiwa tukuelewe kama wanadamu. Biblia inasema mtoto akazidi kukua akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Yesu kwenye kukua kwake alikuwa anampendeza Mungu, anampendeza na wanadamu. So kama Mungu akikuelewa inatosha, basi wewe nenda mbinguni. Huku duniani tunaishi watu ambao tuko tofauti tofauti, ambao tunatakiwa sisi pia tukuelewe. Usiseme Mungu akikuelewa inatosha. Hapana, ni muhimu kuwa na mahusiano mazuri na watu. Mimi naogopa watu walishaniumiza. Hata kama watu walikuumiza, ni muhimu kuwa na mahusiano na watu. Baraka yako inakuja kwa sababu kuna watu. Nilikuwa nasema kama Kornelio angekuwa na ugomvi na Petro, hawana mahusiano mazuri, au wamewahi kugombana, pengine Petro amewahi pita sehemu, alafu Kornelio akasema wewe unapita hapa, toka na umaskini wako huo, nisikuone kwenye maeneo haya. Alafu Mungu ndo ameweka maelekezo kwa huyo mtu, anakupa, inakuwa siri ya kwake. Anabaki kusema tu, huyu angekuwa ananisikiliza ningemwambia apite pale, baraka yake iko pale. Lakini hawezi kukwambia kauli yako ni mbaya, tabia yako ni mbaya. Hawezi kukwambia, kwa kuna vitu vimefichwa kwa watu. Watu wanashindwa kukusaidia kulingana na tabia zako na mwenendo wako. Maisha yako ni maisha ambayo hayapendezi machoni pa watu. Huna mahusiano mazuri na watu. Kuna mambo mengi unayakosa kwa kutokuwa na mahusiano mazuri na watu, kwa sababu baraka yako iko kwa mtu mwingine. Hata Mungu, kwamba Mungu ashuke na malaika zake, anakuja wewe kukupatia kile kitu ambacho kinapatikana duniani kwa watu wengine. Hapana. Mungu anachokifanya, unapokuwa na mahusiano mazuri na watu, hata kwenye mazungumzo ya kawaida unapata kitu ambacho kikifanyia kazi kinasababisha mtiririko wa baraka kwenye maisha yako. Lakini kama huna mahusiano na watu, huzungumzi na watu, haiwezekani watu wote kwenye dunia nzima kwako watu wanakuwa ni wabaya. Haiwezekani kwenye mkoa mzima kila mtu kwako ni mbaya. Mbaya unakuwa ni wewe. Hutaki kuwa na mahusiano na watu. So kama unataka kuingia kwenye baraka, kubali lazima uwe na mahusiano mazuri na watu.
Unajua kuna watu hawana mahusiano na watu vizuri. Maofisini, mtu ameajiriwa, amewakuta wenzake wafanyakazi mule ndani, yeye anajifanya yeye yuko busy kivyake. Unafika kazini, usalimii wenzio, umekaa tu kwenye ofisi pale, umenuna tangu umeanza kazi mpaka unatoka. Kuna vitu utavikosa. Kuna vitu vinaendelea hata huko kazini unavikosa kwa sababu huna mahusiano. Hawezi kukwambia, watakwambiaje? Umefika umenuna. Unakaa ofisini pale umenuna, huna habari, hutaki salamu, hamna. Wakikusalimia unakausha. Hilo nasema mimi nina mahusiano na Mungu. Wanadamu potelea mbali. Hata wanadamu wasiponitendea, hamna. Ni muhimu kuwa na mahusiano na Mungu na watu. Kwa sababu baraka zako Mungu anaziweka kwa watu. Mungu hata hana mfuko Mungu aingie mfukoni akupe hela. Hela yoyote unayoingiza inatoka kwenye mikono ya watu wengine. Kwa utazuiliwa kuingia kwenye baraka kwa sababu Mungu anakuwa ameruhusu ubarikiwe. Ila watu ambao wameshika baraka zako huna mahusiano nao vizuri. Na kila mtu unasema huyu ni mkorofi, siwezi kuongea naye. Huyu ni mkorofi, siwezi kuongea naye. Kwa maana yake umefunga milango ya baraka. Tengeneza mahusiano mazuri na watu. Thamini watu kwenye maisha yako. Haijalishi umewazidi. Kile ulichowazidi, kuna kitu wamekuzidi ambacho unaweza kukihitaji. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Baraka yako iko kwa mtu mwingine. Chochote unachokifanya, wewe uwe mfanyakazi, uwe mfanyabiashara, uwe ni mchungaji, uwe ni nani, baraka yako wewe iko kwa mtu mwingine. Sasa mimi nitakuwa mchungaji kama sina watu wanaonisikiliza? Sasa wale wanaonisikiliza si ndio baraka yangu iko kwao? Wale wanaonisikiliza ndio baraka yao iko kwangu. Kwa tunaishi kwa kutegemeana. Wala usije kajiona wewe bora kuliko hao wengine. Kwa sababu wewe una mali, wao hawana. Wao ni bora kwa namna yao, wewe ni bora kwa namna yako. Usio mimi nina hela, wataniambia nini? Tuna kitu cha kukuambia tusio na hela. Kuna mahali unaweza kunaenda, unaendesha gari lako, kuna shimo, tunakwambia huko mbele kuna shimo. Tuna kitu. Wewe una gari, sisi tuna kitu cha kukuambia, tunaijua njia. Tunakwambia unako kwenda hakuna njia, kutadumbukia shimoni. Hatuna kitu cha kukuambia, hatujakuokoa bado. Kwa usijivune kwa sababu una nini. Thamini watu. Maisha yako kitaka yaende vizuri, kadiri ambavyo Mungu amekunyanyua, amekubariki, umekuwa na mali, umekuwa na pesa, usiinuke moyo wako kaona watu wengine kana kwamba sio kitu, kwa sababu baraka yako Mungu ameiweka kwa hao watu. Unaweza ukateremka ukashuka chini kabisa kwa sababu umedharau watu. Nikupe mfano. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Naamani mkoma. Huyu Naamani mkoma alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Washami. Na Biblia haimtaji kama mkuu wa majeshi ya Washami tu. Mtu ambaye ameleta ushindi kwenye taifa lake. Ni mkuu wa majeshi, lakini ambaye ameleta ushindi kwenye taifa lake. Kwa ni mtu ambaye anathaminiwa sana. Lakini nyumbani kwake alikuwa na katoto kadogo. Kanaishi mule ndani. Kalikuwa kama kamechukuliwa mateka, kako mule ndani, kanaishi kwake. Ila huyo mkuu wa majeshi ana ukoma mwili wote. Mwili wote una ukoma. Ila anaheshimika sana, ni mtu ambaye amelipatia taifa lake, amelipatia heshima. Anaheshimika mno, ila ana ukoma. Pamoja na heshima yote na saluti wote wanampigia, ila ana ukoma. Sasa kuna watu ambao wako vizuri, hawana kitu kama ulicho nacho, ila hawana ukoma. Ila wewe una kila kitu na una ukoma. Tunaishi kwa kutegemeana. Kale katoto kamule ndani ka kawaida, kakamwambia mke wake, Naamani, laiti huyu bwana angekuwa kule kwetu Israeli, angepona ukoma wake, ngozi yake ingemrudia. Ni kamtu kawaida sana kana kuzungumza hivi. Lakini Naamani akupuzia yale maneno ya huyu mtoto wa kawaida. Akaenda kwa mfalme, akamweleza mfalme jinsi mtoto anavyozungumza.
Mfalme akaandika barua. Barua hii itakapowafikia mfalme wa Israeli, nimemtuma mkuu wa majeshi wangu kwako umponye. Safari inaanza kwenda. Kutokea kwenye kauli ya mtoto mdogo ambaye ni mtu wa ndani tu, unaweza kudharau hata wafanyakazi wa ndani unaoishi nao, ukawaona kama ni watumwa kupitiliza, ukawa uwathamini. Kumbe Mungu amewaleta kwako kwa makusudi. Mungu amewaleta kwako kwa makusudi. Hajawaleta tu kwa ajili ya hiyo kazi uliyowapa. Kuna mambo wanaweza kusaidia ukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani Naamani mkoma si alipona ukoma wake? Lakini habari ilianzia wapi? Si kwa mtu wa kawaida sana, mtu anayepigiwa saruti na ving'ola na vitu gani, lakini majibu yake Mungu aliyaweka kwa mtu wa kawaida. Mafanikio yake Mungu aliyaweka kwa mtu wa kawaida. Usiwadharau watu unaowaona ni wa kawaida, hawana kitu, wanaokuja kuomba maji ya kunywa nyumbani kwako. Usiwadharau. Unajua wako watu tunaishi nao, wanaishi na wafanyakazi kwenye nyumba zao vibaya sana. Wakati mwingine mfanyakazi anakuwa kama mbwa ndani ya nyumba yako. Hata chakula hajawahi kula mezani, akisogea mezani, toka wewe una hadhi ya kulia mezani. Lakini ndio aliyepika chakula unachokula. Unamkataza mtu asile mezani, chakula amepika yeye. Unamwona ni mtu mwenye thamani sana. Biblia inazungumza kwenye nyumba kuna vyombo vingi. Kuna vyombo vinaonekana havina thamani, kumbe ndio vyenye thamani. Kuna vyombo vinakaa kwenye makabati. Yaani kabati umetengeneza zuri, unachukua kikombe ambacho unakipenda unakiweka kwenye kabati. Lakini kuna vyombo vingine havina heshima, ila ni vya muhimu, na vikikosekana utavitafuta. Kwa mfano kopo la chooni, si unaona halina thamani? Likiwa halipo unaanza kuhangaika, jamani, hivi nani ametoa humu ndani kopo la chooni? Limeenda wapi? Lakini likiwa limetupwa chooni kule, linaonekana kama halina thamani yoyote. Kwa Mungu ametuumba, tunategemea. Usijione wewe bora kuliko mwingine. Wewe ni bora kwa namna yako, wengine ni bora kwa namna yao. Thamini watu wengine, kwa sababu Mungu ameweka baraka zako kwa watu wengine. Ukidharau watu wengine utazikosa baraka. Kuna watu wanaweza kuogopa kukuambia baadhi ya vitu kwa namna ulivyojiweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu kuthamini watu wengine. Naamani mkoma alipata uponyaji kwa kupitia mtu ambaye wa kawaida sana. Haleluya. Kwenye kile kitabu cha Yoshua, Yoshua sura ya pili. Yoshua sura ya pili, Biblia inazungumza kwa habari ya jambo fulani hapa. Anasema Yoshua sura ya pili mstari wa kwanza, Yoshua mwana wa Nuni alituma watu wawili kutoka Shitimu kwenda kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, nendeni mkatazame nchi hii ya Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani mwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mfalme wa Yeriko akaambiwa ya kwamba, tazama, watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humo leo usiku ili kupeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu kusema, watoe watu wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatwaa wale watu wawili, akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sijui walikotoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
hawa ni wapelelezi, wamekuja kupeleleza na wamegundulika. Lakini kumbe Mungu ameandaa mtu ambaye atawahifadhi, ambaye atawatunza kipindi kile ambacho wamegundulika. Ukumbuke huyu yuko kwenye nchi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko kwenye nchi yake. Walioingia ni wageni, wamekuja kuipeleleza nchi ili waiangamize nchi. Na huyu anayewaficha hawa yuko kwenye nchi yake, anawaficha maadui wa nchi yake. Mungu anaandaa mtu atakayebeba baraka zako, pengine hata amjuani kabisa. Unafika tu hospitali, umekaa pale unasubiria daktari, mwenzio amekaa hapo, mnaanza story. Hivi madaktari wa sasa hivi mbona hawatuhudumii? Mbona wanachelewa? Mnahama kwenye story, mnaanza kuzungumza mambo mengine, connection tayari. Lakini kaa hapo, tabia yako ni mbaya, kauli zako ni mbaya, mtu anakusemesha, bwana vipi hivi madaktari? Kwani unaniuliza mimi ni daktari? Si ukae hapo na mimi mwenyewe nina ya kwangu. Zungumza na watu vizuri. Mungu ameiweka baraka yako kwa mtu mwingine, na hujui utakutana naye wapi. Kwa kuwa hujui, kila unayekutana naye mheshimu, mthamini, kwa sababu Mungu ameweka baraka zetu kwa mtu mwingine. Ni nani? Hata sijui. Kwa hiyo nikikutana na hapa, nimekutana na Bariki Freedom hapa, tumeanza mazungumzo, tumejuana, tunaheshimiana. Niko studio sasa hivi. Nafikiri kama tungekuwa tunadharauliana, pengine hata studio hapa ningekuwa siji. Kwa nini? Mahusiano mazuri na watu, zungumza na watu vizuri. Sasa huyu mama ameandaliwa na Mungu kuwaokoa ninyi wapelelezi mnaokuja kupeleleza nchi yake. Kama mazungumzo yenu ni mazuri na huyu mama, anawaua. Lakini manake walivyofika pale ni wageni. Wameanza story, jamani nimetoka wapi? Tumetoka huko bwana, tumekuja hivi na hivi. Nyinyi nimewajua, nyinyi ni Waisraeli, nyinyi nimewajua. Aise nyinyi Mungu wenu ni hatari, Mungu wenu anatisha. Stories zinaanza pale. Kwenye story wanatokea watu. Watoe hao watu, unawatoeje? Watu stories zilishanoga mule ndani. Umewagundua ni watu wazuri. Kumbe Mungu aliweka baraka za huyu mwanamke ziko kwa hawa watu, na aliweka uzima wa hawa watu uko kwa huyu mwanamke. Kwa sababu baada ya story nyingi na kuwaficha na kufanya nini, akaanza kuambia, jamani mimi nimewaokoa, walitaka kuwaangamiza. Sasa najua Mungu wenu ana nguvu kubwa, mtakavyokuja kwenye huu mji nyinyi mtauteka. Ila sasa kama mtauteka huu mji, mniapie mimi kwamba mimi hamtaniangamiza pamoja na watu wa kwetu. Wakasema sisi hatutakuangamiza. Sawa, mniwekee na alama. Kama kweli nyinyi hamtaniangamiza, mniwekee na alama kabisa, wekeni na alama. Mtakavyokuja mkiona hiyo alama, mjue mimi niko humu ndani na watu wangu nitakaowaweka humu ndani nao wasife. Ninaomba jamani, nimewasaidia. Tendee wema watu. Thamini watu kwenye maisha. Ujui anakuja mtu, unaanza kuona jamani nimekuja mtu mwenyewe mchafu, mimi siwezi kuongea naye bwana. Mimi siwezi kuongea naye. Wengine wanakuja kwa Ibrahimu, walikuja malaika wana mavumbi. Lakini tabia ya Ibrahimu kupokea watu. Wanafika pale anawakarimu. Jamani karibuni, mbona mmechafuka sana? Na wewe ni kwanza maji kidogo. Anawanawisha miguu. Jamani mkae basi mpumzike. Mnaonekana mmetoka mbali. Munge angalau basi mpate chochote basi. Anaandaa watu, chinjeni ng'ombe. Leo nani wa kuchinja ng'ombe kwa mtu wa kupita? Nani leo mgeni amekuja umchinjie ng'ombe? Nani? Mpita nje? Nani? Lakini hiyo ilikuwa ni tabia ya watu wanaomcha Mungu, kukarimu watu. Wewe umeokoka, pengine unasali, lakini kuna watu uongei nao kabisa, yani kindaki, hamna kuongea naye. Hata mchungaji anawaita pataneni, hamna. Mimi siwezi kupatana na huyu mtu. Kama mtu tu ameokoka mwenzio au hajaokoka ni jirani, unasema siko tayari kuzungumza naye. Wewe umeokoka. Aya basi hujaokoka. Ule utu ambao Mungu anauweka ndani ya wanadamu. Sio wanadamu wote wanatakiwa kuwa na utu. Umeokoka au hujaokoka?
ule ubinadamu wetu sasa. Tuondoe sasa wokovu, ubinadamu wetu sasa. Wewe kama binadamu utakuwa na huruma. Kama binadamu utakuwa na huruma na binadamu mwenzio. Wewe kama binadamu utatamani kuona binadamu mwingine anapokuwa ameumia. Siku ile nilizungumza nikasema kwamba wakati Yesu anatoa mfano, yule kijana aliyemuuliza Yesu akasema, jirani yangu ni yupi? Yesu akasema, mtu mmoja alikuwa anasafiri. Kwenye kusafiri kwake akakutana na wanyang'anyi. Wakamnyang'anya alicho nacho, wakampiga, wakamuumiza, akabaki ameanguka pale, hawezi kuinuka, ana majeraha. Biblia inasema akapita kuhani. Kuhani ni mtu wa Mungu. Akapita kuhani pale. Alipopita kuhani, alipomwangalia hivi, wamemuumiza. Jamani, hamna shida, wacha niende, nitapiga maombi. Akaondoka kuhani, amemwacha mtu ili aende, kwa sababu kazi yake si ni kuomba, ili aende akaombea kwa Mungu, Mungu aje kumsaidia. Yaani huwezi kuja kuniombea kwa Mungu, Mungu anisaidie, wakati uwezo wako nisaidia unao. Mungu anatusaidia kwenye mambo ambayo hatuna uwezo nayo. Kwenye mambo una uwezo nayo, usianze kumwita Mungu, fanya. Biblia inasema akapita Mlawi. Mlawi naye alipopita, naye ni mtu wa Mungu, akapita akaangalia, jamani, ila watu wana roho mbaya, wamempiga namna hii. Akafanyeje? Akaondoka na yeye, amemwacha pale pale. Tunaweza kutafasiri na yeye ameenda kufanya nini? Kuomba. Sasa wewe unaenda kuomba, umemwacha mtu pale anaumia. Kwa nini usimbebe? Kwa nini usimsaidie? Una tatizo gani? Nini kimekupata? Umshike, muangalie. Sasa maana yake tunaweza kutafasiri kwamba hawa wote wawili walikuwa wanawaza, huyu amepigwa, pengine waliompiga wamejificha hapa, nikianza kumsaidia watanishambulia na nini? Wacha mimi nikimbie, nitamuombea. Usiende kumuombea mtu ambaye una uwezo wa kumsaidia. Unaenda kumwombea nini? Kama mtu ana njaa, yuko hoi, unaanza kumwekea mkono? Mungu mponye. Amponye nini? Wewe nunua chakula, mpe ale, ashibe, anyanyuke, amepona huyo tayari. Mama kusema Mungu umpe chakula, si umpe wewe unacho. Thamini watu. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yetu tunawachezea. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yetu na ni Mungu anakuwa amewatuma na wamebeba baraka kubwa. Tunakuwa tunawachezea, tunawajibu vibaya, tunazungumza nao vibaya, baraka hiyo inakuwa imeenda. Kuna siku unakuja kulia, unakutana na mtu ulimfanyia vibaya. Nilikuwa nasikiza ushuhuda mmoja. Kuna mtumishi Mungu alikuwa anatoa ushuhuda, anasema kwamba kuna dada mmoja walikuwa wamekaa wanasubiri waingie kwa mchungaji. Sasa huyu dada alikuwa na shida ya mara moja tu wazungumze kidogo na mchungaji aondoke. Sasa kuna watu wamemtangulia mbele na anatakiwa awai kazini. Aliyetangulia mbele anamwambia, samahani na kuomba kidogo nionane mara moja. Yaani sina mengi, nazungumza machache na mchungaji, nataka niwahi kazini. Yule dada akamwambia, nimekaa hapa nimesubiri, huwezi kunipita. Huwezi kunipita. Wengine mnajifanya mna haraka. Mna haraka kutuzidi. Na sisi wenyewe tuna haraka. Kila mtu amekuja hapa anataka nini? Huduma. Yule mama kabidi atulie. Yule dada kaingia akamaliza huduma, anakuja kufuata huyu. Naye akakaa mule akahudumiwa. Kumbe huyu dada ni bosi wa kampuni kubwa sana. Afu tatizo la huyu mwingine alikuwa anakuja kumuomba pale mchungaji amuombee apate nini? Kazi. Ila mchungaji alikuwa ajui wamefarakana huko hawa wawili. Na huyu amekuja kwa mchungaji, amwambie mchungaji amtafutie mtu ambaye ni mwaminifu kanisani. Unaelewa? Amtafutie mtu mwaminifu kanisani ambaye atakuweka kwenye kampuni yake pale. Na huyu amekuja kuomba kazi. Kwa huyu amehudumia, ameondoka. Mchungaji sasa hamna shida. Mchungaji kabidi amuunganishe naye.